Karibu mpendwa mtazamaji wa St. Paul Official Media. Mtawa mmoja wa Kipolandi aliona Yesu akiwa na miale inayotoka moyoni mwake. Mnamo mwaka 1931 alisikia sauti ikisema, piga picha hii, sema kwa ulimwengu kuwa Mungu ni rehema. Leo ni historia kamili ya Sister Maria Faustina Kowalski na huruma ya Mungu. Kaa nami hadi mwisho kwa sababu ujumbe huu ni kwa ajili yako na yangu. Sehemu ya kwanza, utotoni. Helena Kowalski alizaliwa tarehe 25 mwezi Agosti mwaka 1905 kijijini Głogowicz, Poland. Familia maskini yenye watoto 10. Tangu alipokuwa mdogo alipenda kusali, na akiwa na umri wa miaka 7 alisikia wito wa kuwa mtawa, lakini familia haikuweza kumlipia. Hivyo akafanya kazi kama mhudumu wa nyumbani, lakini moyo wake haukupata raha. Kila usiku alisali, Bwana nichukue mimi wote. Sehemu ya pili, wito. Akiwa na umri wa miaka 18 aliona maono ya Yesu akiwa amevunjika moyo. Usiku huo aliondoka nyumbani bila kuambia wazazi. Akaenda Warsaw, na baada ya kukataliwa mara kadhaa, hatimaye aliingia shirika la masista wa mama wa rehema. Tarehe 1 mwezi wa 8 mwaka 1925 alipokea jina la Sister Maria Faustina. Maisha yake yalikuwa kupika, kufua, kupalilia bustani. Hakuna aliyejua kuwa Mungu alikuwa anamtayarisha kwa kazi kubwa. Maono na huruma ya Mungu, yaani maono ya huruma ya Mungu. Tarehe 22 mwezi Februari mwaka 1931. Usiku huo Yesu alionekana chumbani mwake. Alisimama akiwa mweupe. Kutoka moyoni mwake ilionekana miale miwili, nyekundu na nyeupe. Hivyo alisema, piga picha kama unavyoniona. Nataka iweke mahali pa heshima ulimwenguni pote. Miale hii ni damu na maji vilivyotoka moyoni mwangu. Rehema yangu iko wazi kwa kila mtu. Faustina alijibu, Bwana, sina uwezo. Yesu akamwambia, mimi nitasaidia. Dayari na mateso yake. Kwa muda wa miaka 6 iliyofuata, Yesu alizungumza naye kila siku, ambapo alimwambia aandike kila kitu. Hivyo ikawa dayari. Divine Mercy in my Soul. Ndani yake alifunua rozari ya rehema, saa ya rehema ya saa 9 kamili alasiri, na sikukuu ya rehema ya Jumapili ya pili baada ya Pasaka. Lakini watu hawakumwamini, walidhani ni wazimu. Hapo dayari yake ilichukuliwa, na Faustina aliteseka kimya. Alisema, nikipitia mateso kwa ajili ya rehema, ninafurahi. Kifo cha Sister Maria Faustina. Mwili wa Faustina ulikuwa dhaifu, na mwaka 1938 alipata kifua kikuu. Tarehe 5 Oktoba mwaka 1938 alifariki akiwa na umri wa miaka 33 huko Krakow. Na baada ya kifo chake dayari ilifichwa, na mwaka 1959 kanisa lilisimamisha usambazaji wa ujumbe kwa sababu ya tafsiri mbaya.
Kwa muda wa miaka 18 ujumbe wa rehema ulinyamazishwa. Ufufuo wa ujumbe. Mwanzo mpya ulikuja kupitia Kardinali Karol Wojtyla wa Krakow. Yeye ndiye aliyefungua uchunguzi mpya miaka ya 1960. Mwaka 1978 akawa Papa Yohane Paulo wa pili. Na tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2000 alimtangaza Sister Faustina kuwa mtakatifu na kutangaza Jumapili ya pili baada ya Pasaka kuwa sikukuu ya huruma ya Mungu kwa kanisa lote. Ujumbe kwa sisi. Yesu alisema, ulimwengu haupati amani mpaka ugeuke rehema yangu. Huruma ya Mungu si kitu kipya bali ni ukumbusho wa maneno ya Yesu msalabani. Baba uwasamehe. Leo kila siku saa 9 kamili alasiri, mamilioni ya watu wanasali rozari ya rehema. Mlango wa rehema bado upo wazi. Sister Faustina hakuwa mtaalamu wala tajiri, bali alikuwa mtawa rahisi aliyesema ndio kwa Mungu, na ndio hiyo ulimwengu wote ukapokea rehema. Na kama ujumbe huu umekugusa, basi andika Yesu ninakutumainia kwenye comment, kisha like, subscribe na share, ili wengine wapate kusikia habari hii njema. Maneno ambayo yalikuwa kwenye diary ya Sister Maria Faustina, Divine Mercy in my soul, ni mengi, lakini hizi ndizo muhimu ambazo Yesu alimwambia moja kwa moja. Ya kwanza, ujumbe mkuu wa huruma ya Mungu. Diary namba 47. Nataka picha hii ipigwe kwa kutumia brush yako pamoja na sahihi, Yesu nakuamini. Nataka hii iheshimiwe kwanza kanisani mwenu kisha ulimwenguni pote. Diary namba 699. Rehema yangu ni kubwa kuliko dhambi zako na za ulimwengu wote. Hivyo nani anaweza kupima wema wangu? Ya pili, ahadi ya sikukuu ya huruma ya Mungu. Diary namba 699. Katika siku hiyo mlango wa rehema yangu utakuwa wazi. Nitamimina bahari nzima ya neema juu ya roho zile zinazokaribia chemchemi ya huruma yangu. Roho isiyokiri na kupokea Ekaristi haitapata msamaha. Saa ya rehema saa 9 kamili alasiri. Diary namba 1572. Saa 9 kamili ndiyo saa ya rehema kubwa kwa ulimwengu wote. Katika sala hii sitakataa chochote kwa roho inayoniomba kwa jina la mateso yangu. Katika saa hii jaribu kutafakari mateso yangu, hasa kuachwa peke yangu wakati wa mateso. Rozari ya rehema namba 4. Diary namba 476. Niseme sala hii juu ya rozari ya kawaida. Nisemee sala hii juu ya rozari ya kawaida. Kwanza sema Baba yetu, Salamu Maria, imani, kisha punje kubwa sema Baba wa milele, ninakutolea mwili na damu, nafsi na uungu wako mwana mpendwa, Bwana wetu Yesu Kristo, kwa ajili ya upatanisho wa dhambi zetu na za ulimwengu wote. Kwenye punje ndogo sema kwa ajili ya mateso yake yeye yenye uchungu, tuhurumie sisi na ulimwengu wote. Mungu anataka kuaminika. Namba 5. Diary namba 1059. Wanadamu wote hawatapata amani mpaka watakapoigeukia kwa imani rehema yangu. Diary namba 1321. Usiache kuniambia kuhusu dhambi zako, kwa sababu kila dhambi yako imeshachomwa katika moyo wangu kwa mateso yangu yenye uchungu. Namba 6. Faustina kuhusu mateso yake yeye mwenyewe. Diary namba 1620. Nitapata nguvu kutoka kwa Ekaristi Takatifu.
Ni hapo tu ninapata nguvu ya kuvumilia mateso yote. Ekaristi ni uhai wangu. Dali namba 303. Yesu nakupenda zaidi kuliko mwenyewe na kuamini zaidi kuliko mimi mwenyewe. Asante mpendwa mtazamaji. Asante kwa kuwa nami mpaka muda huu na Mungu akubariki.